na likiitwa anaitika na anatenda makuu. Na mchana wa leo ameinuliwa mahali hapa. Nasema hilo jina limetukuza mahali hapa. Nasema hilo jina limeinuliwa mahali hapa. Na naomba kuwakaribisheni nyote katika ibada hii. Wageni wajisikie nyumbani kwa Baba, maana tuko uweponi mwa Bwana na mahali tumekaa ni mahali panapofaa. Dada yetu Estina, hatuja kuwa na wewe la Sunday. I'm happy to see the house. Karibu sana katika jina la Yesu, na wageni wote Bwana akawabariki na karibuni tena. Naomba tukainue mikono yetu tunapoenda kumleta Baba yetu. Fungua moyo wako. Kuna wimbo ndugu alimba asubuhi, Bwana fungua macho yangu. Bwana akafungue na moyo wako na masikio yako ya ndani ukasikie kile Baba anachotenda kwetu mchana wa leo. Na napolituma neno lake anasema halitumi bure. Kama vile mvua hainyeshi kukosa kumea vitu, analituma mchana wa leo. Kile ambacho unahitaji Bwana anataka kutuma neno kwa ajili ya moyo wako, kwa ajili ya nyumba yako. Analituma neno liponye, linaponya mawazo, linaponya mili, linaponya familia, linaponya kila jambo. Maana akilituma lazima litatenda. Na yeye mwenyewe ndio neno, ndio Biblia inasema ameliinua juu ya jina lake. Baba, naomba nikakushukuru kwa wema wako, kwa uzuri wako, kwa uaminifu wako. Asante kwa kutuleta katika nyumba yako tena. Tunakuabudu maana unapendeza. Yesu unapendeza, jina lako linapendeza. Hebu mwambie jambo asubuhi ya leo. Inua mikono yako, mwambie tu jambo unapofungua moyo wako. Worship him for a second as we wait on him. Worship him for a minute, tell him how gracious he is. How beautiful is his name. Yes, open your heart, open your mind. You are beautiful King of glory. How excellent is that name. We worship your name. We call upon that name even this afternoon as we wait on your word. May you minister to every soul. May you minister to every heart. May you minister to every body. In the name of Jesus, Holy Spirit of the living God. May you support this place by your presence, by your power, and do that which is the will of the Father. Accomplish that which the Father wants done in our midst. To the glory of the Father. You are faithful, Lord. You are faithful, oh Lord. Yesu mwaminifu Jehova, tusimama mbele zako tukilitukuza, tukilihimidi jina lako ya kwamba Bwana unastahili. Ni asante kwa ajili ya mchana mwema. Ni asante Bwana kwa ajili ya uwepo wako mkuu. Tunasimama mbele zako Bwana kushuhudia uaminifu wako katika maisha yetu.
Kwa wiki nzima umekuwa mwaminifu, kwa familia umekuwa mwaminifu, kwa kila jambo umekuwa mwaminifu, kwa afya na uzima umekuwa mwaminifu. Twasema Bwana ni asante mchana wa leo, hata kwa ajili ya sadaka, matoleo, fungu la 10 na hata kila dhabihu tuliyokutolea mchana wa leo. Twatangaza baraka zako na uzima uliotele tunapolisoma neno lako na kulisikia. Bwana ukanene nasi na kutubariki. Pokea sifa zote, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Today we are finding our reading in the book of Ecclesiastes 10:18. Ecclesiastes 10:18, kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 mstari wa 18. I think we can read up to 19. Through laziness, rafters sag. Because of idle hands, the house leaks. For the feast is made for laughter, wine makes life happy, merry, but money is the answer for everything. Hallelujah. Naomba nirudie mstari wa 18 kwa Kiswahili. Mhubiri 18 kwa Kiswahili, narudia. Kama mtu ni mvivu, paa la nyumba lake huinama. Kutokana na mikono milegevu, nyumba huvuja. Haleluya. Sijui wakati mvua ilinyesha kwako kulikuwaje. Haleluya. Sijui kwako kulikuwaje, labda kuna sehemu zilivuja, ama labda ulitembelea mtu kakuta kuna sehemu zinavuja. Kuvuja kwa nyumba sio emergency. Ni kama ile dhoruba ya Nairobi ambayo tuliambiwa ni emergency na iko emergency. So nyumba ikishavuja, we cannot say it is an emergency. Bwana asifiwe. I remember kipindi fulani kulipoanza kunyesha, nilianza kuangalia hizi gypsum kwanza. Before hata niangalie huko nyuma, niliangalia gypsum. Bwana asifiwe. What if it rained? Would you have said that is an emergency? Bwana asifiwe. Biblia inasema, amen, inazungumzia uvivu. Yaani ukiwa mvivu, paa linainama. Hallelujah. Tumekuwa tunazungumzia kuhusu commitment ya dunamis, commitment za project zetu. Hallelujah. Na kwa njia moja ama ingine, licha ya kwamba kuna baraka katika kutoa, lakini kuna neema ya kutoa uvivu. Bwana asifiwe. Yaani kanisa ambalo halitoi limejaa uvivu. Kanisa aliko kuwajibika kwa ajili ya kutenda kazi ya Mungu na mifuko yao ni kanisa la watu wazembe. Haleluya.
neno la Mungu. Tukisema ni kudebate, tutadebate na hatutamaliza debate. Maana mambo mengine tunasema ni uwezo wa mtu, ndio pali na inama. Lakini Biblia isemi ni uwezo wa mtu pali na inama. Halisemi ni uwezo wa mtu unasababisha mabati yaoze, yaani yapate kutu. Kama ulikuwa na pesa ya kuweka mabati katika hatua ya kwanza, inamaanisha ya mabati umeyaruhusu yamekaa kuliko kiwango chao cha kukaa katika aina ile. Watu wa Mungu wamesahau jinsi ya kuenenda kutoka utukufu hadi mwingine. Mungu akitubariki kwa sehemu, tunaanza kukwama na tunakaa pale mpaka siku kutanyesha mvua ya aina fulani, ndio itatukumbusha ya kwamba tunanyeshewa tukiwa ndani ya nyumba. Wakati mwingi watu wanashughulika wakati tatizo limetokea, hawashughuliki kuweka mambo sawa kabla ya matatizo. Bwana asifiwe. So as much as we are getting blessed while we are giving, we are also being awakened spiritually. Tuna uamsho wa kiroho. Mahali hapana kumtolea Mungu, hamna uamsho. There is no revival. Bwana asifiwe. Mahali ambapo watu hawajitumi kushughulika, hamna uamsho. Tutoke kwa huduma, twende kwa biashara. Bwana asifiwe. Twende kwa nini? Kwa biashara. Biashara zingine ni kama mapaa yaliyoinama. Bwana asifiwe. Mnaniangalia aje? Nawaambia ni kama mapaa yaliyoinama. Mahali pana paa panamaanisha palikuwa na ufundi, na kuna kitu kiliezekwa kwa ufundi, na kuna gharama ilitumika. Ile paa liiname inamaanisha halikuwa paa la kubambanya, ni uvivu uliingia. Bwana asifiwe. Haleluya. Watu hawapendi maendeleo. Unakuta mtu tangu ajenge nyumba ni miaka 3 na hiyo nyumba haijawahi pakwa rangi. 3 years. Bwana asifiwe. Not even one room. Pali meinama. Bwana asifiwe. Ukienda boma zingine, waangalie baba na mama wanavyoishi. Sasa kati yao hapo kuna mvivu. Either mvivu mama ama mvivu mzee ama wavivu wote. Kwa hiyo hali mvivu ni nani? Bwana asifiwe. Kama kuna mtu karibu na wewe, mwambie changamka, acha uvivu. Unajua haya ni mambo binafsi, sio watu kukutazama na kukosoa. Na ni mambo aliandika mwandishi wa kitabu hicho Suleiman. Na anaandika mambo yanayotokea chini ya jua. These are not imaginations. They are under the sun. Bwana asifiwe. Verse 19.
feast is made for laughter. Wine makes life merry, but money answers for everything. Tafsiri ingine nasema money answers all things. Bwana asifiwe. Hapa sasa ya kwanza tumepata life responsibilities, majukumu ya watu. Pesa haziwezi zikachukua nafasi ya majukumu. Kuna nafasi ya pesa na kuna nafasi ya majukumu. Bwana asifiwe. There is what money can do. There is what you should do as a person. Because money, this is my translation. My translation of this scripture is money talks. Pesa inaongea. Hallelujah. Ukiona nimeshika microphone ndio itoke dukani ije hapa, pesa iliongea. Bwana asifiwe. Ndio uvae nguo uliovaa, pesa iliongea. Ndio utengenezwe nywele, pesa iliongea. Ndio uvae kiatu, pesa iliongea. Ukienda dukani useme nataka mkate, waambiwe ni 70. Unanielewa? Utoe 70 umpatie ama umpatie 100. Utaona akikupatia, ukimpatia 100 atakupatia mkate na akupatie 30 bob. Bila maswali. Because money has spoken. You deserve change and you deserve bread. Bwana asifiwe. Money talks. But money has a limitation. Hii mistari miwili inalingana. Kuna mambo tutafanya na kuna mambo tutaspend. In your life there are things you will spend and there are things you will do. Then when it reaches there, unapata mtu anaitwa destiny helper. What asifiwe. Destiny. Amen. Now, destiny helper ni kwamba Mungu ameandaa mtu. Na nielewa? Kwa mambo mawili, either mwito wako ama season yako. There are helpers for a season whereby you cannot go through that season without this helper. And there are helpers for your calling. Bwana asifiwe. Alafu Biblia inatuambia it is more blessed to give than to receive. Now, this does not mean a destiny helper
ni wewe ukue kupe kwake. Lazima kuna kabalance mahali. Kwa mfano, kuna mtu anaitwa Ruth na mwingine anaitwa Boaz. Bwana asifiwe. Boaz ako na pesa. Ako na pesa. Lakini destiny ya Boaz haiko kwenye pesa zake. Destiny ya Boaz iko katika kumpata Ruth. Akimpata Ruth, life yake ina change. Destiny yake inakuwa clear. Anakuwa mpaka kwenye ukoo wa Kristo, na iwezekani mpaka Boaz ampate Ruth. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tukihubiri, tunahubiri ni kama Ruth alikula charity. Ni kama aliwin lottery kumpata Boaz. Hapana. Ruth needs money to redeem her, to redeem our wealth. A kinsman redeemer anahitaji mtu wa kununua vilivyouzwa na waliomtangulia. Boaz anaweza afford. Na Boaz naye haezi fikia destiny yake bila Ruth. Na mtiririko umeanzia mbali. Palikuwa na Naomi pale mwanzo. Naomi, season ya Naomi ya kumleta Ruth katika Bethlehem. Unanielewa vizuri? Huyu wa season atakubeba mpaka ufike. Na wote ni muhimu. Naomi asinge kuwepo, Ruth angempata Boaz. So the season brings Naomi and Ruth to Bethlehem. Then she goes to the field. Anakuta nani? Wafanyakazi. Wafanyakazi wanamhurumia aendelee kuokota na maskini wengine, wanamhurumia. Wafanyikazi wamefanya kiwango chao, maana kama wafanyikazi hawangemruhusu, Boaz asingemuona. So the workers here, they are serving their season. Many times we fail when we expect just a single destiny helper na tunasema one touch blessing. Haiendagi hivyo. Kuna mtiririko fulani. Kuna watu utawahitaji hapa katikati. Kwa hivyo usiwadharau watu, usiwapuuze watu. Na mpaka siku moja Ruth anawahi mapema. Alafu anapowahi mapema, Naomi anamuuliza, vipi unakuja mapema leo, kumekuaje leo? Inakaa baraka leo zimezidi. Akamweleza mambo ya Boaz, vile alivyomwokoa mkarimu kwake. Naomi akamweleza Ruth jinsi ya kufanya. Bwana asifiwe. Because she is serving a season. She brought her, she does the connection. Ili Naomi Ruth aweze kuleta uzao wa Yesu. Pesa ya Boaz ilijibu kitu. Ilijibu. Palihitajika destiny, palihitajika kinsman redeemer with the ability to buy the plantation. Bwana asifiwe. When we talk about destiny helpers, at times we are very limited in our thought. But at times is wider than we take. Alafu, tusipokuwa uangalifu, hapo ndio mabati yanaanza kupata kutu.
unakuta mtu amekwama kimaisha, lakini Mungu amemexpose katika nafasi nyingi sana za kubarikiwa, lakini zimempita tu. Kwa sababu every step in life is important. Na ikikupita ile rufu ulikuwa umejenga ina overstay, unaona inaanza kuinama. Baadaye unaanza kunyeshewa. Katika huduma ya deliverance tunayofanya, watu wengi wanaohudumiwa katika nyeshewa. Bwana asifiwe. Because money answers. Ndakusomea pengine ambapo anasema pesa, kupenda pesa na ubaya wake, the root of evils. Ni sawa. Lakini kabla tujafika huko, tukubaliane. Pesa inaongea. Pesa inajibu. Lakini pesa haiwezi kufix. Sijui kama unanielewa. Pesa haiwezi kufix maneno. Haiwezi fix. It can do the talking, but God must come down and fix. Bwana asifiwe. Now, hiyo pia inakwenda pamoja. Bwana asifiwe. Give and shall be given back to you. So, when it's given back to you, your money has spoken. Then it comes to good measure, shaken together, pressed down, shaken together. Now God is fixing. Kuna hatua ya maongezi ya pesa na kuna hatua ya Mungu mwenyewe haweze kufix maneno. Kwa hiyo kisha mtolea Mungu. Hatua ya kwanza ni kumwamini Mungu, ukijua ya kwamba dhabihu yako itaongea. Na dhabihu yako ikishaongea, Mungu atafix. Bwana asifiwe. Afadhali wewe unaweza toa dhabihu kwa mafundisho. Yupo mtu alitoa dhabihu bila mafundisho, anaitwa Noah. Noah ni mwanadamu wa kwanza kutoa dhabihu. The first one kutoa dhabihu. No other person had ever known about altars or sacrifice. That was not a teaching, but revelation. Alikuwa na moyo wa shukrani. Kile Mungu alimtendea, akatengeneza madhabahu, akamtolea Mungu dhabihu ya kwanza. Alafu Mungu akaongea. Akaweka agano la umilele. Kaweka upinde, kasema mvua haitaangamiza tena. He made a covenant with the man and all living things because of one man. Bwana asifiwe. Let the money speak. Acha pesa iongee na Mungu aweze kufix maneno. Bwana asifiwe. Kuna element inaitwa deterioration, ama hali ya kuendelea kuharibika. Bwana asifiwe. Anything you are not active on, it suffers deterioration. Tumesoma aje? Tumesoma feast is made for laughter, wine makes life merry, but money answers all things. Hiyo inamaanisha ukibarikiwa, hujabarikiwa tu upige sherehe. Bwana asifiwe. Yani una move from one party to another. Si wako hapo tu apate. Pe mundu utakosa kapate. Ona kulote sikie uwako kwenu kwemboka wivo.
Hawakujui, lakini umekuja nini? Party. Party zikiwekwa on Sunday huwezi enda church. Bwana asifiwe. And I want to be very sincere with you. If you get money, temptation ya kujishughulikia mwenyewe inakuanga juu kuliko temptation ya kushughulika na Mungu. Wewe angalia tu, ukiwa na temptation ya pesa inakuwa juu. Ukipata gari unataka uende Mombasa weekend, ukitoka weekend ya Mombasa uende weekend ya Nakuru, ukitoka weekend ya Nakuru uende weekend ya Kisumu, pesa inakusumbua, utamsahau Mungu. Because money, it can answer, inajibu mahitaji yako binafsi, inajibu your comfort, inajibu afya yako. Na ikikupatia majibu, unafika mahali na unataka pesa ijibu Mungu. Haiwezi jibu Mungu. Pesa haiwezi jibu Mungu. Kumbuka mwandishi anazungumzia mambo ya chini ya jua. Chini ya jua. Usijichanganye na mambo ya chini ya jua. Kuna aliye juu ya jua. Bwana asifiwe. Kuna ya chini ya jua na kuna ya aliye juu ya jua. 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all evil. Not money. It is the love of money. The greed for money. Tamaa ya pesa. The greed of money. Ukiwa na hiyo tamaa ya greed ya pesa, inaambiwa ndio mizizi ya uovu. Ukiangalia mti, mizizi iko hapa chini ya mchanga, hata uioni. Mizizi iko chini ya mchanga, lakini hiyo mizizi ndiyo imesimamisha mti. Unanielewa? Hiyo mizizi ndiyo inafidi mti, but is under. Money can be subtle. Itakujibu, lakini ukiwa na tamaa yake inakuwa dangerous. Hiyo ndio kitu fani na pesa. Pesa inajibu na ni tamu kuwa nayo. Hata mimi naipenda pesa, lakini sio kuipenda kigreed. Naipenda kwa matumizi, but napenda Mungu zaidi. Maana maandiko yanasema love your God with all your heart. Unanielewa? Umpende Mungu kwanza na moyo wako wote. Sasa upendo na moyo ni vitu vinachanganya watu. Bwana asifiwe. Ukiuliza ilikuwa kuaje Ivoni ukaolewa na Jeff, jibu itakuwa rahisi, nilimpenda. Lakini upendo inachanganya kidogo. Watu wa sayansi wanatuambia our emotions are processed in the head. As in originate in the head.
hapa ndio zinatokea. Unanielewa? Lakini processing ni wapi? Kwa moyo. Sasa ukiangalia vizuri, if they are accurate, kwamba zina originate kwa kichwa alafu zina processiwa kwa moyo, if they are right, because I'm not a scientific expert, I'm just a preacher. Tunaelewana? Then for the love of money, kupenda pesa ikite mizizi ndani ya mtu, ilije originate hapa bane bovina wambe aba nitatoa fungu la 10 nikipata pesa mzuri. Nitafanya hii nikipata promotion. Nitakuja kwa mikutano ya maombi ikiwa nitapata muda zaidi. Sasa hata Mungu anajua sina time, kwa hivyo siwezi kuja nini? Maombi. Matatizo mengi ya mwanadamu yana originate hapa, yana processiwa hapa. Alafu yakiprocessiwa hapa, mwili ni kama gari. Zoom from here to here, then actions. So the love of money, which originates here, is processed here, then a character is built. Bwana asifiwe. Money is neutral. Ni kama gia ya gari ikiwa neutral inakuanga free. Haisongi mbele, hairudi nyuma. Money is neutral. Sasa vile unacheza nayo, hapo ndio kibarua. Vile unacheza nayo, money is neutral. Pesa ni pesa. Na muache kusema ya kwamba wenye pesa wako na pesa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya watu wa madini na nini. Principles za kutafuta pesa halali, they are the same. Sijazungumzia the love of money, kutafuta pesa kwa njia mbaya, lakini principle ya kutafuta pesa halali ni the same. Tofauti ni kwamba wengine wetu tunakaa mpaka tunyeshewe ndio tuamke. Nazungumza na mtu anakuambia, unajua pastor, mimi ni housewife. Alafu tunapikianga mumewe. Kwanza mtumiozi ni muya ngima yemoyomo, no? Jifunze kupika keki utuuzie kwa harusi na function. You'll make money from that home. Wengi wametransform maisha yao. Bwana asifiwe. Housewife, what are you good in? Mimi napika. Jua ni kitu gani nikipika kitatengeza pesa? Cook it. Nasema Waswahili wanaendelea vizuri, wako na majini. Wacha nikwambie kitu. Enda mahoteli hapa, wana supply maandazi kwa mahoteli ya mwingi hapa ya Wakamba. Kalimati nini, half cake wana supply. Unaona asubuhi anakuja na buibui yake, ana supply na anarudi. Akifika kwa nyumba amewekewa M-Pesa ndepu. Unaona ameweka miguu kwa mikeka, nafikiri huyu ni mtu hakuna kitu amefanya. Alizitengeneza. Aliamka saa 11 usiku akapika mandazi, kapeana hotelini, amerelax. Unajua mambo ya cost, mapochopocho ni kila kitu. Mapochopocho yatengezewa barabarani.
Ukipata vibanda ni vya Wakamba na watu wa bara. Wenyewe hawatengeweki vibanda huko. Wanatengezea kwa nyumba, wana supply. Wao nasema ni housewife. Utakaa hapo. Hata pesa ya kununua handkerchief huna. Ni sawa. Sasa kama huna pesa na haya mengine, nini itajibu? Ikitokea dharura utajibu na nini? Pastor, nitakuja maombi. Kuna mengine si ya maombi peke yake. Bwana asifiwe. Kuna mengine si ya maombi peke yake. Lazima tujue kwamba kuna mahali tutahitajika pesa ijibu. Haleluya. Maombi ni ya kumfanya Mungu afix. Nataka nimalize sasa. Maandiko inasema na msiache ushirika. Si ndio? Msiache nini? Ushirika. Kwa nini ushirika? Watu walio katika destiny wanahitaji ushirika. Ukiona mtu apendi ushirika, hana destiny. Anatembea peke yake, ni kama mfugo aliyepotea. But if you want a fellowship, you have a destiny. Nataka niongee kitu na mnisamee. Unakuta ofisini mtu ako na mabeste, wale ako na ushirika nao. Kwa ploti ako na mabeste, wale wako na ushirika na wao. Lakini kanisani hapendi ushirika. Sasa wacha nikuambie, ushirika ni ushirika. Na kila ushirika una destiny yake. Ukiwa na ushirika na watu wanampenda Mungu, destiny yako tunaielewa. Ukiwa na ushirika ule hauna Mungu, destiny yako tunaielewa. Hata kama wewe sio mtenda dhambi, hatuhukumu, lakini tunajua destiny. Hapo siwezi pata amen. Hata nibembeleze haiwezi toka. Haiwezi toka. Kwa sababu pale nje kile hatuoni kama ushirika ni ushirika. Na kwa sababu huwezi patikana kwa mkutano wa maombi, ni kwa sababu ushirika wa masengenyo umekubeba. Ushirika wa fitina umekubeba. Kuna mambo unaweza jishughulisha, ikifika masaa unasikia sijisikii breakthrough ya maombi. Umejaa fellowship, ile fellowship umeshindia leo haiwezi kukupatia breakthrough. Now let me tell you, here the church is supposed to be a house of destiny for the people with a destiny. What do I mean? Somewhere whereby you can get somebody to guide you, kukuelekeza. Leo sikuhubiri na kuelekeza. Somebody who can guide you. Kuna mambo utaelekezwa kutoka madhabahuni. Kuna mambo mpendwa atakuelekeza katika fellowship. Bwana asifiwe. Sio ninaamka tu nataka kufungua hoteli, nataka kufungua bucha,
where is the fellowship? Those people are here. Lakini wewe hata salamu wasalimiangi. Unaenda kungangana kipe yako huko. What will be possible? Utapata fellowship. Ha? Watakwambia tu fellowship kui. Tuikata license. Kanzo tuika kumonga. Na kithu kumoka on Saturday. Nikana mezi ile mbeza si Nzembo. Utawahonga na ile sadaka ya Sunday, maana wanakujanga Saturday ama Friday Masai. Utakuta mpendo amekuja church ana fungu la 10 ilienda na kanja. Shetani ni mjanja, ana njia nyingi za kukufix. Ukishamfungulia nafasi tu, anakutime pale ambapo anajua nikifanya hii uhusiano wako na Mungu umekwama. Anajua kukufix. Na akufanyii kitu, unafanya mwenyewe kama hawa na tunda. Liambua ndio hiyo, kula utajua zaidi. Wewe na Mungu wote ni wajuaji, mtajua zaidi. Nengo mana kila kindu Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe alikula mwenyewe. Mtu hakukula, hakujilisha mwenyewe ni Adam. Wanaume tuna shida. Aliokota akakula. Ndiye alimwambia baby. Ukimwambia mwanaume baby, akili inachangamka. Nashukuru Mungu niko soba, sitangwi baby. Lakini ukimuita mwanaume baby umeshamchanganya. Hata kama ni baby mwenye mvi. Baby mwenye kipara kama yako sawa, mimi ni baby. Bwana asifiwe. Alilishwa akala. Na Biblia inasema hakudanganywa. Alikula akijua si kudanganywa, akijua makosa yake na akakula. Huyo ndiye mwanaume. Kadina okwe ando kama nani mundu au memeka au kweki wa box ya nje na ndio mila na kweki wa box na ulika. Hello. Now, a destiny helper nimekuambia will guide you. Another one will assist you. The another one will propel you. Bwana asifiwe. Hebu niwaulize swali. Nikitumia mother simama tu kidogo. Mother, we have served with her for long. Now, between me and you, who is a destiny helper? In your imagination. She doesn't have a ready answer. Isn't it? Do you know something? Me, I am your destiny helper. And you are my destiny helper. There is a point I cannot reach without you. And there is a point you cannot reach without me. That is what we call fellowship. That is what we call fellowship. The problem is we as preachers, when we look at believers as destiny helpers without knowing we are their destiny helpers. So we should mind about their destiny as much as they mind about our destiny. And we come before the Lord because we are
destiny. Tuna hatima ya kutimiza. And as I come to the close, because I want to pray today to break barriers to your destiny helpers, because many people, they are destiny helpers but they are barriers. Kuna ma roadblock, kuna vizuizi hawezi hata waona. Because I want to break that barrier, but before there, I want to teach you something. It is valuable to honor a destiny helper. You must learn to honor a destiny helper. Anybody you don't honor becomes unprofitable to you. Even if it is by design, just becomes unprofitable because there is no honor. Ndio Mungu akasema, kama mimi ni Mungu, heshima yangu iko wapi? Where is my honor? Hadhi yangu. The right word ni hadhi. Honor the destiny helpers. Anybody who is assisting you, get to a point, honor that person. Ukisha muwapatia hadhi yake, unamu-encourage kukusaidia. Bwana asifiwe. Unamu-encourage kukusaidia. Bwana asifiwe. Mwalimu, you may think last year you had a breakthrough, but it is my prayer that this year God surprises you somehow. Hii mwaka isiishe hivi. You must recognize God as a right person. Bwana asifiwe. Somebody who will go there na jambo moja tu, just to open the door for you. Akufungulie mlango upite. Bwana asifiwe. Huyu mtu kazi yake ni kufungua tu mlango upite. Huyu ni wa kuheshimiwa. Bwana asifiwe. Kama angefungua tu mlango upite, na Mungu ameandaa watu kama hao, hautawaamuru. Mungu ndiye atawaamuru wakufungulie mlango upite. Wengine tu Mungu atakuwa ameandaa to show you favor. Unakaa tunasikia wewe kuja, hii ni yako. Unashangaa umechaguliwa under what criteria? Mungu amewaandaa tu to show you favor. Favor. Ushaiona promotion ya mtu ikitoka wakati immediate boss hata hajui, na hakuna kitu umelobi? Bwana asifiwe. After mwalimu amepata transfer to this place, some people are asking him to show, waonyeshe njia, zile kona zinapigwa. But the issue is, he just went to somebody and he got favor. Unaapia na unapata kibali. Sasa mtu anakuambia umuonyeshe zile kona, wewe hukupiga kona, ni kibali. Hata kama unaambiwa enda kwa fulani, akwambia enda kwa fulani, na kote unatumwa unakubaliwa, hiyo ni kibali. Huwezi ambia mtu enda kwa fulani, ende kwa fulani. Anaweza shindwa at point A, akute hakuna kibali. Bwana asifiwe. Now, those people who help your destiny, honor them. Waheshimu.
Bwana asifiwe. There's a time when I was desperate, wanting to register a church. Then I walk into a government office, and the person I'm sent to ni mtu alikuja akiwa na shida, nikamsaidia. Kuniona ananiuliza, mchungaji unataka nini hapa? Nikamweleza shida yangu. Akaniambia it is sorted. Shida yako utakuwa na shida na watu wa NSIS. Nikitoka nje nasikia naitwa na mtu wa NSIS. Naambiwa wewe mchungaji unatafuta nini kwa ofisi ya serikali? Nikamwambia nilikuwa naenda pale, nikaambiwa nyinyi ndio mtasumbua. Wakaniambia ngoja kidogo, twende lete hizo fomu. Nikasainiwa fomu hapo, nikaambiwa nenda ungoje. Then after that, mwingine ananiuliza, show us the formula. I hear there are formulas, but that time I did not know the formula. Ni mtu tu nilisaidia destiny yake, akakuja akasaidia yangu. That is a person who honored a destiny. Honor your destiny helpers. Wengine munasaidiwa na munasahau watu. Bwana asifiwe. Ushaijua kuna mtu akikupigia recommendation tu, mpokee fulani kwa niaba yangu, umeshafika. Recommendation tu. Huyo ni helper wa season. Kama si recommendation yake ungesonga. But honor the destiny helpers. Bwana asifiwe. Tusimame. You might see, unaweza tazama kitu, you look at something or say, this is a challenging situation. Bwana asifiwe. Maybe you need money. You don't know anybody. But I want to tell you, don't let the relationship which could turn to a destiny helper decay. Kama mabati. Bwana asifiwe. Don't allow it to decay. Na watu wengine wanaoshika mahali pakubwa wanakaa ni kama washikani. Bwana asifiwe. Wanakaa ni kama washikani. Mzazi anaweza zeeka, ukitaka kumnulia nguo akwambie niko sawa, hii naona niko sawa, usimsikilize. Because anaweza sababisha mambo yako yaoze. Sio kwa maneno yake, vile yeye alivyo. Create the honor. That is not help. Kuna tofauti ya kusaidia na heshima. Unanielewa? Hata sio heshima, heshima ni respect, hadhi. Create honor. Bwana asifiwe. Create honor. If you create that honor, itafanya mabati yako yasioze. Mvua ikinyesha itapata kwako akuvuji. Yaani
natamani ukue macho kiroho, funguka macho kiroho, funguka macho. Vile unaweza kuona bati ya paa hili useme hili bati linahitaji replacement, kuna vitu vingine kwa ulimwengu wa roho lazima uvione rohoni, useme hii inahitaji attention. Usilale kiroho, kuwa macho. Chochote kinachohusiana na destiny yako si kitu cha kufanyia mzaha hata kidogo. Bwana asifiwe. There are things you take lightly, but God works mysteriously. Bwana asifiwe. The other day, tulienda Kitui for function fulani. Then I meet with some of my spiritual sons who disappeared out of my life for whatever reason. Bwana asifiwe. Among them, one ananiomba namba ya simu, na kama ni mtoto wako wa kiroho na hata namba alidelete, jua kuna shida. Because miaka yote sijaibadilisha simu. Mimi the line ile nilichukua nayo ya kwanza, miaka ile Safaricom ilipoanza, sijaibadilisha hiyo line. Na anasema hiyo line hana, alidelete. Nikampa. Nilipompa, mwingine ananipigia jana. Mara yangu ya mwisho kumuona na macho ilikuwa 99. Bwana asifiwe. Ananipigia simu, ananiambia hata kama nilienda vile nilienda, God restored me and I've been looking for you. Nimeseto kihuduma, nimenunua mahali pa kuishi, nimejenga, na watoto wamesoma, wamemaliza shule. Huyu ni mtu wako kwake. Na nilikutana na mtu akanipa namba. I want to reconnect back. Are you getting it? Now, God takes you to something very small and it becomes a big thing. Bwana asifiwe. You see somebody who deleted your number, wanting your number again, na hii number hata itishi kwa ajili yake peke yake. They are a chain of people. Bwana asifiwe. Hallelujah. There are things God is doing right now katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu anafanya. Kitu ya kwanza, roadblock zinakuwa broken. Inakuwa broken. Bwana asifiwe. I see access. I see access. Don't allow bitterness block you. Don't allow bad memories block you. No, this is a season of the Lord. Na kwa hii season Mungu ameandaa mtu. Na baada ya hii season mtu ameandaa mwingine kwa ajili ya complete destiny. There is no season about you God is not involved. Hakuna any season. Hata ikiwa ngumu Mungu ako na wewe. Any season God is there. Bwana asifiwe. Out of season is there. Within a season is there. Because our God is not seasonal. It's not. Bwana asifiwe.
Mchana wa leo nataka uelewe kitu moja. Katika ulimwengu wa roho hautanyeshewa. Your covering will not leak. There will be no leakage in your covering. No leakage. Whatever is not wanted in the room will not enter in the room. Your room will not be dumpy. There are things which make our life so dumpy because of leakages until hatuna furaha. Hatuna furaha kwa kazi yetu, hatuna furaha kwa nyumba yetu, hatuna furaha pale tunatakiwa tuwe na furaha because it has become dumpy. We are sealing every leakage. Na sitakuwa mvivu kiroho, sitakuwa mvivu kwa huduma, sitakuwa mvivu kwa jambo lolote. We seal all the leakages. Hebu nyosha mikono yako juu. Anza kunena